Kwa mago mag adinya kwa Ramogi wang'io mago mag siasa kama riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance obago romo mar lame kar yweyo ma Jivanjee boma ma Nairobi. Jotelo opogore mag riwruogno koting'o Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Wycliffe Oparanya kod Jeremiah Kioni ochopo e lamno. Chris Owino manatire achiel kachiel nyaka Jivanjee County ma Nairobi kama bende korogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga wuoyo gi jopiny wawinjie ni to ang'o ma Raila Amolo Odinga wacho e Jivanjee. Ndio sababu tumesema ati Mwenyezi Mungu peke yake ndio anaweza kuamua kusaidia Kenya. Lakini Biblia inasema ati Mungu anasaidia wale ambao wanajisaidia wao wenyewe. Sio. Nataka kwa niaba ya wenzangu hapa kutoa shukrani kwa viongozi wetu wa dini wa Kristo na Waislamu ambao wamefika hapa siku ya leo. Wametewa kufika hapa na kukaa na sisi na kutuambia sisi. Tulikuwa na Mhindu lakini bahati mbaya yeye alichelewa hakufika. Lakini wako pamoja na sisi. Hata Wakalasinga wako na sisi. Hata wale viongozi wa dini ya kienyeji wako na sisi. Sio. Yesu alisema alisiye yule mtu ambaye kila mara kwa mara anasema Mungu atafika katika mfalme ya Mungu. Sasa sisi tunasema wale ni wanafiki. Kila Jumapili wanaingia kanisani kujifanya hata wanaomba ati wamcha Mungu, lakini baadaye wanatenda maovu makubwa zaidi. Mwingine anasema ni Kenya ni kampuni. Kenya ni kampuni, kuna mashares, ati kuna hisa. Kuna wale ambao wako na hisa kubwa. Huyo ni Senator Ludama Olekina. Hello. Ati kuna wale ambao wako na hisa mingi zaidi. Wengine wako na kidogo. Wengine hawana hata. Kama wewe huna share Kenya hii, wewe ni nani? Yaani yeye hatambue wewe kama Mkenya, maana yake wewe huna share katika serikali yao. Serikali yao ni wao wenyewe yao wewe. Serikali ya Wakenya iko na inakuja. Tumesema kama Azimio ya kwamba kila Mkenya ni Mkenya. Hata kama wewe hukupiga kura kwa Azimio, wewe ni Mkenya. Hata kama wewe hukupiga kura yoyote, wewe ni Mkenya. Kila Mkenya ana haki ya kupata huduma kwa serikali. Kila Mkenya mkubwa ambaye anafanya kazi anatoa ushuru. Na ushuru yako ndio ni hisa yako katika taifa la Kenya. Lakini hata wale watoto ambaye bado wananyonyeshwa kwa matiti ya mama yao, wale ambao wako kwa shule, kwa nursery, kwa primary, kwa secondary, kwa chuo kikuu, ni wa Kenya. Walemavu ni wa Kenya. Wale wazee ambao wamestaafu ni wa Kenya. Kwa hivyo serikali ya Azimio itaangalia maslahi ya Wakenya wote bila kutegemea kabila. Huyo ni Mkikuyu, huyo ni Mkamba, huyo ni Mluhya, huyo ni Mkalenjin, huyo ni Mwarabu, huyo ni Mdigo, huyo ni Mjaluo, huyo ni Mkisii, huyo ni Mkamba, Turukana na kadhalika. Wakenya wote watatambuliwa na serikali ya Azimio.
wakili, unaona vile wanazidi kutesa wale ambao walikuwa katika serikali ya Uhuru. Juzi wanaenda kumtesa bwana Matiang'i, alafu sasa wanaanza kutesa wakili Dansan Omari. Ameandikia barua na DCI ata wanafanya uchunguzi kwake. Atatakana kesho afike pale kwa DCI kufanya uchunguzi. Huyo ni wakili ambaye anafanya kazi yake ya wakili. Tunataka kuambia hawa wachana na Matiang'i na wachana na Dansan Omari. Hawa ni watu. Sasa kijana Omondi jana walifika kule kwa bunge kuenda tu kutetea haki ya Wakenya. Hiyo walienda pale kufanya tu maandamano ya kiamani. Nataka kuambia nyinyi kule London mbele ya House of Commons, ukienda utakuta watu hata 1,000 wanafanya maandamano hapo hapo katika bunge ya Uingereza, na wanalindwa na polisi. Hawashikwi na polisi, hawapigi tear gas, manake hiyo ni haki yao. Tunataka Bwana Ruto na watu yake bandia hapa wafundishwe ati maandamano ni halali. Peaceful demonstration is done in front of House of Commons in the UK. It is done in front of the White House in the United States of America. In front of the Congress of America. Demonstrators are escorted by police. Kwa hiyo tunaambia hawa watu ya kwamba watu wetu wakifanya maandamano, polisi wana jukumu ya kuwasindikiza, kuhakikisha kwamba wako na usalama. Hiyo ni serikali ambayo imestarabika. Lakini kwa sababu hawa watu sio serikali ambayo tunawatambua, wanaweza kufanya mambo ya kinyama namna hiyo. Lakini siku yao inakuja. Siku ya 40 inakuja. Siku ya 40 yao inakuja. Inakuja. Sisi kama wanaazimio tumesema tunataka amani katika taifa la Kenya. Hatutaki mtu yeyote popote atishe Mkenya. Juzi tulikuwa kule Kisii, tukafanya mkutano wa amani kule Keroka, kule Kiumbu, kule Kisii town. Keshoe wakatuma majambazi wakisindikizwa na polisi, wakaenda kupiga vijana wetu kule Kisii, kupiga na kuwalaumu na kuwajeruhi kwa sababu walikuja kwa mkutano wetu. Tunaambia hata mkitumia nguvu kiasi gani hamtaweza. Wakenya wanakuja for you. Kenyans are coming for you. Mpende msipende. Kwa hivyo sasa siku ya leo niko na taarifa nataka kusoma hapa. Nataka nisome. Hello. Jivanjee Gardens Prayer Points, February 22, 2023. We came here as seekers of truth and defenders of justice. Defenders of electoral justice, social and economic justice. We pray that these may be firmly planted in the soils of our country. I want to thank the men and women of God who have spoken here strongly and reminded the country of the warning of Prophet Amos. And I quote, "You trample the poor, stealing their grain through taxes and unfair treatment. Therefore, though you build beautiful stone houses, you will never live in them. Though you plant lush vineyards, you will never drink wine from them.
Amos 5:11. 3. In line with our quest for electoral justice and social justice, you have 3 significant pronouncements to make. First, the cost of living. We have been talking about the rising cost of basic commodities like unga, electricity, diesel, petrol, paraffin, sugar, milk, among others, for far too long. We have complained about rising taxes, and we have lately talked about children dropping out of school for lack of fees. Withdrawal of subsidies to food and education in the middle of drought and famine was reckless and heartless. Consequently, the subsidies must be restored, the cost of basic commodities and taxes must come down in the next 14 days. Secondly, electoral deceit must end. Servers must be opened and audited, and under auspices of a reputable firm or organization, failure to which we shall lead the people to restore their authority and voice. 5. The ongoing process. Hello? 5. The ongoing process of reconstituting IEBC must stop immediately. A bipartisan task force must be put in place to restructure the IEBC in a manner that ends its monolithic operations. 6. If these demands are not heeded, within 14 days, we shall lead Kenya